Leo unafanyika mgawanyo wa mali za Sedvet kulingana na wosia alioacha. Azizi na familia yake wanapewa kuachiwa urithi wa nyumba. Wanafurahi sana maana walikuwa hawana mahali pa kuishi. Familia ya Yusuf hawaamini. Walijua atapewa wao. Madogo wanawazomea hilo. Devran hana amani kabisa kuishi kwenye ile nyumba na ule mtaa, maana watu wa mtaani hawapendi tena baada ya mauaji yaliyotokea mtaani kwao. Azizi anajaribu kumbembeleza. Washukuru kwa kupata hichi kidogo. Washukuru wamepata tena sehemu pa kujihifadhi. Wasijiangalie wenyewe tu matatizo yao, bali waangalie na dogo zake. Huko Asmet anachafua familia ya Azizi na Devran kwamba hao ndio chanzo cha kila kitu mtaani, chanzo cha vifo vya ndugu zetu, watoto wetu, kaka na dada zetu, na bado wamerudi katika mtaa huu. Devran na Azizi na familia yake sio watu wazuri, ni wauaji hawa. Hawataki kuishi kwa furaha na amani, hawataki kusaidiwa chochote mpaka waondoke huu mtaa. Mara Devran anaingia na asia hayo kwamba Asmet anaendelea kueneza uzushi kuhusu familia yao. Imefika usiku, wanapata chakula cha usiku. Ukweli unajulikana kwamba Azizi na Zelia wanafanya kazi ya kuosha vyombo kwa siri kwenye mgahawa asubuhi ili angalau wapate hela. Devran anataka Azizi asifanye hiyo kazi tena, ni kama anajizalisha sana kuosha vyombo walivyolia watu wengine, na yeye kashakuwa mke wa mtu. Hadhi ya familia kina Devran inashuka na kuaibika, kwani familia hiyo ilikuwa na hela za kutosha. Kazi anayofanya Azizi haiendani na hadhi ya familia ambayo ya Devran. Usijali, nitatafuta kazi nyingine. Azizi anawaka, angalau tuko ngapi? Inabidi tule, tulipie bili, hatutoenda shule na hatujui hiyo kazi utapata lini. Kivumbi kinawaka, mabishano yanakuwa mengi, lakini Azizi anajua anachokitaka. Hataki kuelewa na hachi kazi. Kila mtu akasusa kama ende zake. Asubuhi Azizi na Zelia wanaendelea na kazi yao kuosha vyombo, lakini isivyo bahati wanaachishwa kazi na bosi. Vipi, kuna kitu kibaya nichokifanya? Hapana. Basi tusiwatake tena. Shikeni pesa yenu muende. Maisha yanazidi kuwa magumu tena. Hawana kazi, hawana sehemu pa kupata hela tena. Azizi na Zelia wapo wanafanya manunuzi ya vitu vidogo vidogo vya jikoni. Wanaendelea kuulizana, ule mpuzi kwa nini ametufuta kazi? Wewe unafanya kazi vizuri tu. Sijui hata kwa nini. Labda tunalipia dhambi zetu na makosa yetu. Zelia, acha ujinga, acha mambo. Kuna dhambi yote tuliyofanya, wala majambo mabaya yote tuliyofanya, sio makosa yetu. Kuna mama alikuwa pembeni pale, wakawaona. Wakaanza kuwashia moto. Yaani hawa ndio sababu ya kushambulia na kuvamiwa. Nyie ndio mnaona baba yake Sedvet. Hamna taibu. Na bado mnakaa kwenye nyumba yake. Mmelaaniwa nyie. Mmetuletea balaa na vikosi mtani kwetu. Mmeduka naye alivyojua kwamba ni wao. Akakatata kuwauzia vitu. Taki, ondokeni bwana. Sasa kuuzia tena kitu chochote mimi. Nyonge wakasepa. Huku Yusuf na kazi yake mpya kumlisha Bahar binti wa Miss Feroz. Bahar alikuwa anatoka. Vipi, hutakuja kunifungulia? Yusuf atafanyaje sasa? Akamfungulia. Biblia akaingia kwenye gari, lakini mama yake kana anampa maelekezo kwamba ndio hataki kutumia kilevi chochote. Pia kuwa makini na kijana mmoja anaitwa Thailand. Kuwa makini na binti yangu. Hao wakasepa. Wakaenda club. Bibi Bahar akamwambia Yusuf, nishafika. Unaweza kubaki tu kwenye gari au katembea tu nje. Nikitaka kuondoka nitakucheki. Yusuf akagoma. Tabaki hapa na kuangalia. Bahar akaungana na rafiki zake, bibi wake. Kwa mbali Yusuf anamcheki bibia. Thailand anataka kumpa kinywaji Bahar. Yusuf chap akafika. Akamzuia. Bahar, unaondoka, tunarudi nyumbani sasa hivi. Huyu binti hataki kutumia kilevi chochote. Tayari akaanza kumletea dharau jamaa na kumpimia. Tayari, tulia. Sipendi kugombana na watu waliolewa. Tayari akarusha ngumi. Yusufu sio kinyonge. Tayari akabondo vibaya mno. Tuondoke. Tunarudi nyumbani sasa hivi. Yusufu akamchukua bibia mkuku. Niache, nikwambia. Unajishukuru wewe nani?